Hebu fikiria hii, mtu anafanya mauaji kisha anachukua huo mwili aliouua na kwenda nao moja kwa moja mpaka polisi na kuripoti kwamba mimi ndiyo niliyemuua huyu na mwili wake ni huu hapa. Hebu fikiria, huu ni ujasiri wa namna gani? Hii story ni ya kweli kabisa, ambapo ilitokea hapa nchini kwetu mwaka 1971, ambapo mwanakijiji mmoja alimshambulia kwa risasi mkuu wa mkoa wa kipindi hicho, na ikapelekea mpaka umauti wake. Sasa unataka kujua story ilikuwaje? Chanzo ni nini mpaka huyu mwanakijiji akamshambulia mkuu wa mkoa, na mkuu wa mkoa alikuwa ni nani, na huyu mwanakijiji ni nani? Ungana na mimi kwenye huu mzigo. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Chanzo cha hii story au chanzo cha hichi kisa kinaanza mwaka 1967, ambapo rais wa kipindi hicho Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipotambulisha sera mpya kabisa ya ujamaa. Lengo ni nini? Usawa, kumiliki mali kwa pamoja, hususan rasilimali muhimu, na kutengeneza vijiji vya ushirika. Ndiyo lengo la ujamaa. Yaani ukiwa na kidogo basi utashia na wenzako. Ukiwa na shamba lako basi mtalima wote. Hiyo ndio lengo kubwa sana. Na kwa sababu gani Mwalimu alileta hii sera ya ujamaa? Ni kwa sababu kipindi hicho nchi yetu ilikuwa kwenye janga la umaskini mkubwa sana, hususan watu hawana elimu, huyo hawaelewi kitu chochote. Sasa nimekupitisha huko kote ili uweze kupata picha halisi ya hili tukio linaloenda kukuhadisia. Ilikuwa mwaka 1971. Kuna mwamba mmoja alikuwa anaitwa Saidi Mwandindi. Kumbuka mwaka 1967 Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amesha introduce sera ya ujamaa, usawa, kumiliki mali kwa pamoja na vijiji vya ushirika. Lakini huu mwamba Saidi Mwandindi yeye alijitenga kabisa, na alikuwa hakubaliani na hili jambo kwamba ujamaa, yaani shamba langu mimi nilitoe, tuandae shamba kwa pamoja na wanakijiji wenzangu, tulime kwa pamoja, tuvune kwa pamoja. Bwana Mwandindi hilo jambo yeye hakukubaliana nalo kabisa. Hiyo ni mwaka 1971 Iringa. Sasa ile jambo likamfikia mkuu wa wilaya wa kipindi hicho Iringa, RC Dr. Wilbert Keru. Ilifika tarehe 25 Disemba moja kwa moja mpaka kwa mwamba Mwandindi na gari lake. Kama unavyojua mkuu wa mkoa, yani ni kama rais wa huo mkoa. Kipindi hicho wa kipindi cha ukoloni huko, unaweza kusema ni magavana fulani hivi katika hilo eneo. Akafika pale, akamkuta bwana Mwandindi anaendelea na shughuli zake za kilimo. Muona bwana, yuko na familia yake pale wanalima safi kabisa. Asi alipofika pale na gari lake, kwa dharau kweli kweli akashuka, hata salamu hakutaka ya bwana Mwandindi, na kumuuliza, wewe ni nani ambaye unapingana na amri za rais wa nchi, mkuu wa nchi? Bwana Mwandindi akajibu kiustaarabu kabisa, mimi sijapingana na amri yoyote ya mkuu wa nchi. Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anahamasisha kilimo, na mimi naamini kilimo ndio uti wa mgongo, na mimi niko hapa na familia yangu tunafanya kilimo. Sasa kosa langu ni lipi? Yaani bwana Mwandindi swala la ujamaa alikuwa hataki kabisa. Basi RC akamwambia, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anahamasisha vijiji vya ujamaa na vya ushirika. Wewe kwa nini hutaki kutoa shamba lako kwa wanakijiji? Mwandindi akasema, mimi sina jibu la hilo swali lako. Sina. Ila naomba tuheshimiane. Sasa mkuu wa mkoa akaanza kumtukana bwana Mwandindi na kumkashifu.
maneno ambayo hayakuwa mazuri. So bwana Mwandindi akawa anaangalia familia yake na jinsi anavyokashfu, yani kashfa anazopokea kutoka kwa mkuu wa mkoa muda huo. Nijui mimi ni nani, mpuuzi mkubwa fulani fulani, ni matusi ambayo yalikuwa yeye bwana Mwandindi hakupendezwa nayo kabisa, yani hakupendezwa nayo. Sasa bwana Mwandindi akamwambia, subiri hapo, unaendelea kunitukana, ngoja niingie ndani, natoka. Ndio bwana Mwandindi ajuza kosa lake ni lipi mpaka anatukana, lakini Alasia anaendelea kutukana tu. Wewe unijui, waulize wenzako, wananifahamu vizuri. Akafika sehemu sasa Mwandindi anaenda ndani, kuna sehemu akafika akakuta kama vijiwe vimepangwa pangwa. Akaanza kumwambia bwana Mwandindi, unaambia watu kwamba wajenge nyumba za kudumu, wewe hizi ndio nyumba za kudumu umejenga? Bwana Mwandindi akamwambia, hapana, hizo sio nyumba za kudumu, hiyo ni sehemu ambayo na stili familia yangu ikifa, yani sehemu ya makaburi. Sasa hilo ndio kosa liloenda kutokea mpaka likafanya huyu RC Dr. Wilbert Keru kufa. Ni hivi, alipofika lile eneo sasa la kaburi pale la makaburi, akaanza kupiga, yani kulikuwa na mawe yamepangwa, akaanza kupiga mawe yale huko anamtukana. Hapo ndio umewalaza wapuuzi wenzio, na ukifa ndo mpuuzi, na wao wenzako watakukufa wapuuzi, waliolala hapa wapuuzi, yani matusi. Muhehe mmoja hasira ikampanda na kuuliza, unasemaje? Alasia akasema, una lolote ambalo unaweza ukanifanya? Alasia akaingia akaendelea kusema maneno, kumtusi. Mwamba si ndio akaingia ndani bwana Mwandindi, ile kutoka nje anatoka na ugubole, hajauliza mara mbili. Ile Alasia anashangaa tu, waya chuma kama sita hivi zimepigwa pale. Mdau familia Mwandindi inaangalia tu hilo tukio, nao ndo mashahidi wa kwanza. Hatari. Bwana Mwandindi akamchukua Dr. Wilbert Keru, alikuwa kashalala chini hapo, na kumpakiza kwenye gari lake mwenyewe, yani lile gari ambalo Alasia alikuja nalo pale kumtambia bwana Mwandindi. Baada ya kupigwa bastola, Wilbert yeye ndo alichukuliwa akaingizwa kwenye buti la gari lake. Kisha akamwambia mwanae Mwandindi, akamwambia mwanae na kumwambia, kila kitu nimekuachia wewe, mimi naondoka. Sasa kitu gani cha kufurahisha? Kwa sababu kipindi hicho, ukweli kabisa, kwa akili ya kawaida, sababu Tanzania ilikuwa haijaendelea hivyo, bwana Mwandindi alikuwa na uwezo wa kufanya ile tukio na kumzika RC na hata gari kutupa mbali. Sasa hata kama teknolojia ilikuwa hivyo kubwa, yani kusema labda kutapimwa fingerprint, sidhani kwa kipindi hicho, kwa maoni yangu mimi. Mwamba Said Mwandindi akachukua lile gari la RC moja kwa moja mpaka kituo cha polisi. Hii ni hatari. Moja kwa moja mpaka kituo cha polisi. Kufika kituo cha polisi akakabidhisha gari na kusema kwamba, mimi nimehusika katika haya mauaji, nimemuua mkuu wa mkoa. Muona kitu hicho? Huyu ni Mwamba Mwandindi. Na akaeleza situation yote ilivyokuwa. Mwisho siku akafungwa jela kwa hilo kosa. Na ninavyosikia Rais baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere aliumia sana kwa kifo hiki cha Dr. Wilbert Keru, maana Mwamba alikuwa mchapakazi vibaya mno nilivyosikia. So huu ndio mwisho wa story yetu. Ila usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa story kali kama hizi. Zipo nyingi sana. Kuna story nyingi sana ambazo hapa nchini kwetu Tanzania zipo kali based on true story.